Asante praise team. Tukiwa katika uwepo wa Mungu, unaweza kukaa pale ulipo. Hallelujah. Wakati huu ninakwenda kutangaza neno la mwaka 2026. Baada ya kutangaza neno hili, nitaomba kwa heshima pale ulipo usimame na uweze kumshangilia Bwana. Neno letu la mwaka 2026 linatoka katika kitabu cha Isaya 51:14. Msomaji wetu naomba usome hapo haraka sana. Isaya 54. Changamka uweze kuchukua maiki na uweze kusoma hilo neno. Isaya 51 mstari wa 14. Tukiwa tumesimama wakati huu tunapokea neno la mwaka. Isaya 51:14. Yeye aliyehamishwa na kufungwa. Sema yeye aliyehamishwa na kufungwa. Atafunguliwa kwa haraka. Wala hatakufa na kushuka shimoni. Wala hatakufa na kushuka shimoni. Wala chakula chake hakitapunguka. Wala chakula chake hakitapunguka. Neno letu na mwaka 2026 ni yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka. Mwaka 2026 ni mwaka wa kukaa kwenye nafasi zetu ambazo adui alituondoa. Haleluya! Wewe uliyekuwa umehamishwa kwenye nafasi yako, 2026 ni mwaka wa kurudi kwenye nafasi zetu. Wengine mliondolewa kwa wafanyabiashara wakubwa, ni mwaka wa kurudi kwenye hizo nafasi. Wengine mliondolewa miongoni mwa wenye huduma kubwa, mwaka 2026 ni mwaka wa kurudi kwenye nafasi yako. Wengine mliondolewa kwenye ndoa zenu, kwenye ulimwengu wa roho umeondolewa kwenye ndoa, miaka inaenda unazeeka hakuna ndoa. Mwaka wa 2026 unarudi kwenye ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Wengine mlihamishwa kwenye afya na kupona, magonjwa yakapiga kambi kwenye maisha yenu. 2026 magonjwa hayatatajwa kwenye malango yako, asema Bwana wa majeshi. Haleluya! Haleluya! Pokea hilo neno katika jina la Yesu. Pokea hilo neno katika jina la Yesu. Ndoa yako itakuwa na amani. Uchumi wako utastawi. Afya yako itastawi. Huduma na vipawa vitachanua katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Haleluya! Unaweza kukaa pale ulipo. Hii neema si kwa ajili yetu tu tulioko hapa, ni pamoja na wale wanaotufuatilia kupitia Facebook pamoja na YouTube. Hii neema ni kwa ajili yenu pia. Wakati huu nataka nisome neno na niseme na wewe neno kabla hatujaingia kwenye matamko ya kinabii na maombi maalum kwa ajili ya mwaka huu. Naomba unisikilize kwa makini. Somo letu ni vita ya nafasi. Vita ya nafasi. Vita ya nafasi.
Naomba unisikilize kwa makini, vita ya nafasi. Kuna vita nyingi ambayo mwanadamu anaweza kukutana nayo, lakini vita ngumu na mbaya sana ni vita ya nafasi. Na watu wote wakuu wamepigana vita ya nafasi wakashinda. Ukiona mtu yeyote ni mkuu, jua amepigana vita ya nafasi akashinda. Bila kushinda huwezi kuwa mtu mkuu. Sasa nataka niseme na wewe neno hili kabla hatujaomba, ili unapoomba ukapindue meza za waliokuhamisha kwenye nafasi yako. Unajua, moja ya kitu ambacho niliona ni bahati mbaya sana kwa walokole, tunaweza kuomba maombi ya kulia. Baba wa rehema, unihurumie. O wewe ulikufa msalabani. O wewe ni Jehova, ni sawa. Baada ya hapo hatujui kupindua meza za wale waliotuondoa kwenye nafasi zetu. Na ndio maana ukiwaambia wengi waombe maombi ya vita, kidogo wanapata kigugumizi. Lakini usiku wa leo nitakufundisha mbinu na utawang'oa waliokalia mlima wako. Moja ya kitu utafanya usiku wa leo ni kuwaondoa waliokaa kwenye nafasi yako. Hizo ameni sio za watu wanaoelewa ninachozungumza. Moja ya kitu tutafanya usiku wa leo, tutawaondoa waliokalia kiti chako. Na hata kama wewe hupendi, mimi nitawaondoa. Unajua, wakati mwingine mtu akikaa utumwani kwa muda mrefu, utumwa huwa sehemu ya maisha yake. Na ndio maana unaweza ukaona ninazungumza, mtu ananiangalia kama anaelewa, lakini kama haelewi. Ananiangalia kama vinaingia, kama haviingii. Hata usipoelewa, mimi nitawang'oa. Kwa sababu hicho ndicho Bwana amenituma usiku wa leo nikifanya. Nataka nikuhakikishie, kama ishivyo Jehova na kama mbingu ziishivyo, baada ya ibada hii maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Uwe unaamini au usiamini, nina uhakika na Mungu ninayemtumikia. Nina uhakika na Mungu aliyenituma. Nasema baada ya ibada hii, you will never be the same. Hautabaki kama ulivyokuwa. Na ibada hii nataka nikwambie itakuwa mwanzo wa miaka kwenye maisha yako. Na ibada hii nataka nikwambie itakuwa mwanzo wa historia mpya. Hautalia tena. Ni majira ya kuburudishwa moyo. Ni majira ya kufurahishwa moyo. Ni majira ya kupanguswa machozi. Nasema hautalia tena baada ya ibada hii. Hautalia tena. Nasema na mtu usiku wa leo. Unajua, naona mtu mmoja ananiambia, Pastor, hujui yale nimepitia, ndio maana unaweza ukaongea kirahisi tu. Pastor, hujui maumivu nilionayo, ndio maana unaongea kirahisi. Listen to me. Mimi sikuja hapa kujua matatizo ulionayo. Naijua nguvu ya Golgotha. Kitu najua nguvu ya msalaba. Hicho ndio kitu najua. Sitaki kujua ukubwa wa tatizo lako, ila naijua nguvu ya msalaba. Naijua nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kaburini. Hiyo nguvu iko hapa usiku wa leo. Makaburi lazima yafunuke katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ndiyo ninayokuhubiria usiku wa leo. Hello. Nasikia uwepo wa Bwana ndani yangu. Nasikia nguvu ya Bwana ndani yangu. Haleluya. Sasa acha, unajua mimi mwenyewe nasikia uwepo wa Mungu unanihudumia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, tafadhali nitulize kwanza, niseme kile unataka niseme. Haleluya. Katika vita ngumu ni vita ya nafasi. Watu wengi wanaishi kile ambacho Mungu hakuwahi kufikiri wataishi. Ni kwa sababu wamepigwa kwenye nafasi zao. Na ukiona unaishi maisha ambayo wewe mwenyewe huridhiki nayo, inamaanisha kwamba unaishi kile ambacho Mungu hataki uishi. Na wakati mwingine unaweza kuwa na watu wako wa karibu. Hujawahi kuona mtu ana uwezo wa kiakili, mtu amesoma, kimwangalia mazingira ya kuzaliwa, unaona na sababu zote za kufanikiwa, lakini maisha yake kila siku ni afadhali ya jana. Hujawahi kukutana na watu wa namna hiyo? Hiyo humaanisha nini? Humaanisha kwenye ulimwengu wa roho ameondolewa kwenye nafasi yake. Kama wiki mbili zimepita, nilikutana na mtu mmoja akanitajia biashara na kazi alizowahi kufanya. Hivyo wewe unasema umepambana? Wewe bado hujapambana. Kuna mwanamke amepambana.
Yeye kila kisikia mradi mpya umetoka, kama ni sabuni ameuza, kama ni kutengeneza sabuni za magadi ametengeneza, amenisimulia ubuyu ule ametengeneza, sijui nini, hadi kazi za ulinzi amefanya, na ni mwanamke. Lakini ukimwangalia maisha yake hayafanani na mtu aliyepambana namna hiyo. Nisikilize, nikuibie siri, wacha kupambana mwilini. Wajanja tunapambanaga rohoni. Vitu havitokei nje kwenda rohoni, vitu vinatokea rohoni kuja nje. Na hiki ninachokufundisha jioni ya leo na usiku wa leo, tunakwenda kuang'oa waliokupiga kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona vitu havitembei nje, shida haiko nje mwanangu, shida iko rohoni. Ukihamishwa rohoni, nje pambana unavyopambana, hakuna kitu kitaenda. Wewe hujakutana na mtu alienda kwenye machimbo na akarudi ukakasema biashara ile hailipi? Hujakutana na watu wa namna hiyo? Hujakutana na mtu amesema nimeenda hata Ulaya na bado akarudi maisha yake yakawa mabaya kuliko kabla hajaenda Ulaya? Hujakutana na watu wa namna hiyo? Baraka haiko Ulaya wala baraka haiko Tanzania, baraka iko ndani yako. Kitu pekee unachohitaji kufanya ni kuwaondoa waliokalia kiti chako kwenye ulimwengu wa roho. David uko wapi? David uko wapi? Haleluya. Naomba twende kwenye maandiko matakatifu. Pastor Anastasia, naomba rudia kusoma hayo maandiko kwenye kitabu cha Isaya 51:14. Katika jina la Yesu. Biblia inasema yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka, wala hatakufa, na kushuka shimoni, wala chakula chake akitapunguka. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, nichaguaye. Haleluya. Amen. Cha kwanza nataka uelewe kwamba kuna watu wamehamishwa, na wengine mpo katikati yetu, umehamishwa na kufungwa. Sasa usiku wa leo tutakachokifanya, tutakurudisha kwenye nafasi yako pale ulipokuwa umehamishwa. Ndio maana unaweza ukakubaliana na mimi, miaka michache iliyopita kuna watu miongoni mwetu mlikuwa na ndoto. Wengine mlikuwa mnajiona mkiwa wahubiri wakubwa. Wengine mlikuwa mnajiona mkiwa na ndoa zenye amani. Wengine mlikuwa mnajiona mkiwa wafanyabiashara wakubwa. Na wengine mlijiona ni mapilot, wengine madaktari. Kila mtu kuna namna alikuwa anajiona miaka iliyopita. Wengine tulikuwa na ndoto mbalimbali. Mwingine ulijiona wewe ni mhubiri mkubwa kama walivyokuwa kina Leonard Bonke, na ukakiri ukasema mimi nitakuwa mhubiri mkubwa. Lakini polepole hivi ninavyosema na wewe, ile kiu ilishaondoka ndani yako. Huoni tena kile ulichokuwa unakiona. Tafsiri yake ni kwamba umeshahamishwa. Kile ulichokuwa unakiona miaka michache iliyopita, ile ndio nafasi unayotakiwa kukaa. Sasa nafasi yoyote huwa inapiganiwa, na usiku wa leo tutaipigania nafasi yako. Hautapigana peke yako. Mungu ameniweka kuwa kuhani na mlinzi, nitakayetangulia na sanduku la agano usiku wa leo, na tutapigana hiyo vita. Hatuko peke yetu, na Yesu Kristo yuko pamoja na sisi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii vita ya nafasi ni vita ngumu kuliko vita zote. Ni vita hatari kuliko vita zote. Kwa nini ni vita ngumu? Namba moja, wanaopigana na wewe huwa ni watu wenye uwezo kuliko wewe. Kama unaweza kuandika, andika hiyo pointi, itakusaidia sana. Hii vita ni ngumu na ni vita ya hatari. Kwa sababu namba moja, wanaopigana na wewe huwa wana uwezo kuliko wewe. Kwa sababu ya muda sitasoma, lakini nitakueleza kisa cha Daudi pamoja na Sauli. Wangapi wanakumbuka ile story? Sauli anapigana na Daudi. Kikawaida ukiangalia, huwa mimi nikisoma hii habari najiuliza, Sauli alikuwa na sababu gani ya kupigana na Daudi? Kwa sababu cha kwanza, Sauli ni mfalme, ana nguvu ya dola. Daudi ni kakijana ambako kameokotwa huko mapolini, kalikuwa kanachunga kondoo na mbuzi za baba yake. Lakini mfalme pamoja na majeshi yake anaamua kupigana
na Daudi. Hii vita ilikuwa ni ngumu sana kwa Daudi, kwa sababu serikali ina mkono mrefu, wote tunajua. Maana yake serikali imeamua kupigana na nani? Na Daudi. Na ndio maana hata wewe sikushauri kupigana na serikali, kwa sababu ina mkono mrefu. Mpaka uwe na uhakika kwamba Bwana amekutuma kufanya kile unachotakiwa kufanya, basi unaweza kufanya. Lakini vinginevyo piganiana kwenye magoti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wenye akili tu ndio watanielewa kile ninachosema. Haleluya. Sauli anaamua kupigana na Daudi. Leo tungesema Sauli alikuwa ni baba wa kiroho wa Daudi, lakini baba ameamua kupigana na nani? Sasa kama mwanafunzi wa Biblia, nataka ujiulize pamoja na mimi, je, ni kweli Sauli alikuwa anapigana na Daudi? Jibu ni hapana. Sauli alikuwa hapigani na Daudi. Sauli alikuwa anapigana na nafasi ya Daudi. Wangapi wamemwelewa mchungaji? Hivyo hujawahi kufika mahali ukajiuliza, hata fulani naye anapigana na mimi jamani? Wewe hujawahi kufika hiyo? Na kama hujawahi kupitia hiyo vita, basi wewe sio mtu mkuu, lakini wakuu wote tumepitia hayo mambo. Haleluya. Mimi nazungumza na watu wakubwa wakubwa. Sizungumzi na mtu tudogo tudogo, na mimi Mungu hajanitumaga kwa watu wadogo. Mungu amenituma kwa watu wakubwa. Eti lazima hata leo unaonekanaje, lakini wewe ni mtu mkubwa. Pengine leo huoni ninachokiona kwa ajili yako, miaka michache ijayo utaamini kinachokisema. Sasa unabaki unajiuliza, hata huyu naye ni wakunipiga mimi, mbona mimi ni mwanae? Hata huyu mbona mimi namheshimu? Kwa nini anapigana na ufalme ulio ndani yako? Ni kweli wewe ni mdogo, lakini ndani wewe ni mkubwa kuliko. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Na hii vita kwenye kupigana inahitaji hekima na akili. Ukipigana vibaya unapata laana. Amen. Nani anaelewa mchungaji anachosema? Amen. Usikosee kwenye hii vita. Amen. Hasa wale ambao mna maono ya kuwa na utumishi, chukueni hii siri, itawasaidia sana. Hii vita kwenye kupigana inataka akili, haitaki nguvu nyingi. Inataka akili. Daudi alikuwa na hiyo akili, alielewa. Na ndio maana hata wakati Mungu amemtia Sauli kwenye mikono ya Daudi, Daudi anasema, nitainuaje mikono yangu juu ya masiwa wa Bwana? Haleluya. Daudi pamoja na nafasi alionayo alikuwa anatambua nafasi ya Sauli. Kwa hiyo kwenye kupigana hii vita, ninazungumza pia na vijana mnaochipukia. Mmeweza kutoa pepo 2 3. Mpo? Najua siku hizi vijana wakiweza tu kutoa pepo 2 3 wanajiita majina mazito. Mimi sina ugomvi nayo mazito. Jitambilieni. Ni vizuri. Biblia inasema kidini uweza wa Bwana, na Biblia inasema tumbo la mtu litashiba matunda ya midomo yake. Mimi nakubaliana na wewe. Sasa mimi nasema na ninyi ambao mnaweza kutoa pepo 2 3, naweza mkakemea mtu akapona kichocho. Ndio hao mimi nasema na ninyi. Hii vita lazima mtakutana nayo. Sasa kwenye kupigana hii vita, uwe makini. Unaweza ukaondoka na ukoma, unaweza ukaondoka na laana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Vijana mpo ambao mna huduma ndani yenu, nyosha mikono namna hii. Hatuna vijana wenye huduma hapa? Vijana wenye huduma nyosha mikono namna hii. Hii vita wakati mnapigana muwe makini sana. Sababu unaweza kuwa ni kijana wa kanisani hapa na pastor akaamua kupigana na wewe. Sasa wewe makini namna unavyopigana na mimi, sababu unaweza kuondoka na ukoma. Namba 2, hii vita ni hatari kwa sababu wanaopigana na wewe ni watu usio wadhania. Kuna kitu nataka ukielewe kabla hatujaomba. Hii vita ni hatari kwa sababu kundi la pili linalopigana na wewe ni watu usio wadhania. Bado nitakuelezea hii story, sitasoma kwa sababu ya muda wetu. Hii utaiona kati ya Yusufu na ndugu zake. Mtu aliye na nafasi, adui zake huwa ni watu wa karibu, si watu wa mbali. Wangapi wanakumbuka historia ama story ya Yusufu pamoja na ndugu zake? Biblia inasema ndugu zake walianza kupigana naye walipojua nafasi yake. Kabla hawajajua nafasi ya Yusufu, walimuita dogo, mambo. Ingekuwa leo Yusufu alimwambia poa kabisa, shwari. Walikuwa na amani, hawakuwa na ugomvi. Ugomvi unaanza pale mtu anapojua nafasi yako. Amen. Ugomvi unaanza pale mtu anapoanza kutambua huduma iliyo ndani yako. Amen. Ugomvi unaanza pale mtu anapoanza kuona dalili za wewe kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ugomvi unaanza pale
mtu anapoona dalili za wewe kuwa mkubwa kuliko yeye. Sasa wakati wa kupigana hiyo vita lazima uwe makini sana, na wengine tayari walishaondoka kwenye nafasi zao. Sasa usiku wa leo ninachotaka kusema na wewe, kundi la kwanza ambalo tutaomba nao ni wale ambao wanapitia hiyo vita ya nafasi, na ile vita ndiyo imenoga, iko katikati. Tutaomba maombi, tutakayoomba tutaomba Mungu awape neema ya kuvuka salama. Hii vita naifahamu sio nyepesi. Ni vita unaamkaga usiku wa manane unaanza kulia peke yako, halafu hakuna wa kukufariji. Ni vita ngumu sana. Kwa tutamuomba Mungu akupe nguvu ya kuvuka salama. Hatuombi aiondoe, kwa sababu hiyo vita ndio heshima yako. Yes. Amina. Najua ungesema mama, bora ungeniombea tu hii vita iishi. Hatuombi. Biblia inasema unapopita kwenye maji mengi nitakuwa na wewe. Safari ya wabeba maono sio safari ya kupita mahali pa rahisi, ni safari ya kupita kwenye maji mengi. Sasa wengine walipopita kwenye maji mengi walikunywa sana wakafa pale. Hao nao tutawafufua siku ya leo. Hiyo nguvu tunayo ya kuwafufua. Haleluya. Wengine walipopita kwenye moto walianza kugaragara kwenye moto. Hao nao tutawatoa kwenye moto usiku huu wa leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa wakati unaomba, tufungue Biblia tunapokwenda kuomba maombi maalum kwa ajili ya kuombea nafasi na kupigania nafasi. Twende kitabu cha Joshua. Fungua na mimi kitabu kile cha Joshua. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Joshua sura ya 14. Joshua 14. Wacha nisome mwenyewe hapo. Wale wenye Biblia naomba wote tuwe hapo Joshua 14. Alafu tuanzie mstari wake wa 6. Kama umefika hapo unaweza ukaniruhusu niweze kusoma maandiko haya. Biblia inasema, wakati huo wana wa Yuda walimkaribia Joshua hapo Gilgal, na Kalebu mwana wa Yefune huyo Mkenizi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilomwambia Musa huyo mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako na katika habari zako wewe tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi. Nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliiyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Mstari wa 9. Kisha Musa akaniapia siku hiyo, akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi wako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Sasa basi, angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati Israeli waliokuwa wakienenda barani. Na sasa tazama, hivi leo nimepata miaka 85 umri wangu. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliponituma. Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa, kwa vita na kwa kutoka nje na kwa kuingia ndani. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Waanaki waliokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma. Yamkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami. Hebu sema, nami nitawafukuza watoke nje. Hapo ndipo palipo maombi yetu na ujumbe wetu. Sema, nami nitawafukuza watoke nje. Kama Bwana
alivyonena. Joshua akambarikia Kalebu huyo mwana wa Yefune Hebroni kuwa urithi wake. Kabla hatujaomba, nataka niseme na wewe, mimi niko hapa kukubariki ili ukae kwenye nafasi yako. Biblia inasema Kalebu alielezea story, akamwambia unakumbuka Musa aliniambia kama wewe ambavyo kuna wakati ulikuwa unashuhudia, mimi nitakuwa mhubiri mkubwa, mimi nitakuwa mfanyabiashara mkubwa, mimi nitakuwa hivi na hivi hivi na hivi. Anasema Musa aliniambia kuna vitu ni vya kwako kabisa na Mungu anajua, lakini bila kupigana mwanangu uvipate. Sijui kama kuna mtu ananielewa ninachosema. Yaani kuna vitu kabisa ni vya kwako. Biblia inasema Musa alimwambia tena mbele za Bwana, sio mbele tu za watu, kwamba mlima huu utakuwa wa kwako. Lakini majira haya Kalebu wanapozungumza wanakaa wana kibali. Kwa hiyo ilikuwa ni majukumu ya Kalebu kuwaondoa, kuacha wakae. Kama ilivyo jukumu lako usiku wa leo, kuwaondoa au kuacha wakae. Bahati nzuri Mungu hana dictatorship. Ukiwaacha wakae na maombi yako yale ya kilokole ya kulialia, anakuacha. Unajua Mungu hana shida ukilia analia na wewe. Kwa sababu amesema yeye atakuwa pamoja na wewe. Na maana ukiwa unalia anakuwa pamoja, ukiwa unacheka anakuwa pamoja, ukilala analala, ukitembea anatembea. Mliolala mpo? Tupo. Na bahati mbaya walokole tunaamini katika nini? Neema. Sina ugomvi na neema, hatuwezi kufanya chochote bila neema. Lakini neema haifanyi kazi kwa mtu aliyelala. Sijui kama ulikuwa unajua hilo. Yaani kuna mtu kamelala kanaamini nini? Neema. Sasa hii usiku kikaambia fukuza wana wa Anaki kwenye kiti chao, utakaona kanapiga piga miaya, kanasubiri kuruka ruka. Wale mliokuja kuimba nyosha mkono. Wale mliokuja kuimba. Sasa mjaja kuimba. Wale mliokuja kumondoa mwana wa Anaki kwenye nafasi zenu nyosha mikono juu. Haleluya. Kama utarelax Mungu atarelax. Lakini kama utaamua kurudi kwenye nafasi yako utarudi. Nataka nikuhakikishia hapa tulipo sio nafasi zetu. Amini kinachosema. Hata mimi kuna mahali natakiwa kwenda zaidi. Amen. Nasema tena hata mimi niliyesimama mbele yako kuna mahali nataka kwenda zaidi. Amen. Lakini haitakuja kwa kuja hapa madhabahuni na kulialia. Lazima nivae silaha zote za nuru. Amen. Na niingie vitani. Kama kusingekuwa na vita Bwana asingetupa silaha za nuru. Kama ametupa silaha za nuru maana yake kuna vita mbele yetu. So usiku wa leo ni maamuzi yako kupigana au kulala. Nasikiliza nikwambie, unajua usipopigana unaweza kufikiri shetani hakufuatilia. Ameshuhudia mtu mmoja, nilikuwa nafuatilia mtandaoni, akashuhudia hapa kwamba wakati tuliomba mchungaji akaona nyoka. Lakini huyu mama kabla hatujaomba yeye alifikiri yuko salama. Wengine mkiomba hapa asubuhi mtaenda kuona vitu vya ajabu ajabu, usiogope. Najua mwingine ndiye anasema jamani, nimetoka kwenye mkesha wa kuamua wana wa Anaki, ndio kwanza nakutana na nyoka mlangoni. Sitakaa niwapige tena wana wa Anaki, mjinga wewe. Unajua nyoka anaweza kaingia ndani yupo na usijue. Ukianza kumpiga ndipo utajua yupo. Kwa hiyo leo hakuna kulaza damu, piga shetani mpaka aondoke kwenye mipaka yako. Haleluya. Piga kila aliyekaa kwenye nafasi yako mpaka waachie nafasi yako. Amen. Wangapi wamemwelewa mchungaji? Amen. Kwa usiku wa leo hatuendi kuomba ile Baba unihurumia, alishakuhurumia. Ndio maana alikufia msalabani. Ulishaona sana hayo maombi, badilisha maombi. Mwaka 2026 vitu havitabadilika wewe usipobadilisha namna ya kuomba. Jamani tumeshaomba sana yale ya kulialia. Mimi nataka niwaambie siri. Sijui kama na wengine mnanisikia huko mtandaoni. Kama ingekuwa kulia kunaleta majibu, mimi nataka nikwambie walokole ndio tungekuwa matajiri namba 1 duniani. Amina. Hii naongea taratibu. Amina. Ni siri yetu. Amen. Usiaje kusema uongo. Amen. Kuna mtu anajua kulia kama mlokole? Ndio. Anaambiwa. Kuna mtu anajua kunena kama mlokole? Makaporia dada bahaya mante. Ukitoka hapo, unabuku hapo. Tunakataa hayo maisha kwa jina la Yesu. Nasema tunakataa hayo maisha kwa jina la Yesu. Yaani mwingine hapa ninaongea na stress, hataki hata kunisikiliza. Anaona anapoteza muda. Kwa nini? Na makasiriko akitoka hapa penye hana uhakika wa nauli ya daladala. Hilo vazi la umaskini lazima tulivue leo.
ya ukweli ambao walokole hatukutaka kujua. Unajua sisi tulifikiri tumeitwa tu kwenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo sisi maombi yetu makubwa yalikuwa, Baba, siku kirudi unichukue uende wapi? Maskini hawaendi mbinguni. Amina. Sinipige tu kwa mawe. Watu wanasema mchungaji amegeuza maandiko. Biblia inasema heri maskini wa roho, kwani maskini wa roho ni maskini wa hela? Bwana. Biblia inasema maskini hawaendi mbinguni. Maskini wana dhambi nyingi wewe. Maskini hata akiona kawigi kama mwenzake kwenye ibada tayari ana makasiriko. Akiona mwenzake amevaa kiatu kana tayari ana makasiriko. Kwa hiyo leo lazima tukatae umaskini. Lazima tuwapige waliokalia viti vyetu vya utajiri. Utaniambia mchungaji, kwani nafasi yangu ni ipi? Muda wangu singetosha. Biblia inasema utakuwa juu tu wala hauwi chini. Kwenye uchumi utakuwa juu. Kwenye huduma utakuwa juu. Na kwenye ndoa utakuwa juu. Kwenye familia utakuwa juu. Hiyo ndiyo nafasi yako. Sasa na hapo chini unafanya nini? Na umelizika kabisa. Ukija hapo kinena kwa lugha, na sisi watu kinena kwa lugha kwa kweli watu tunasikia rasi. Unajua jamani? Mlokole yule hasa kama mimi, mlokole mwenzangu, ukinena unasikia tu kama, yani hata njaa inafanya nini? Inaisha, lakini inaisha kwa muda huo. Baada ya masaa mawili njaa inafanya nini? Leo hakikisha unapiga walioshika malango yako kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema na malango yako yatakuwa wazi, hayatafungwa usiku wala mchana, ili yapate kuleta utajiri. Wafalme watakuja. Sasa wengi milango imefungwa, leo piga waliofunga milango yao. Leo piga bila kuwahurumia. Jina la Bwana libarikiwe. Na sasa unapopiga chochote kinaweza kutokea. Sijui kashangaa amekufa jirani yako kaanza kusema jamani, bora nisingepiga. Wewe piga tu, yeyote aliyefunga mlango wako bahati nzuri wewe umjui, kwa hiyo wewe una hatia. Kwa leo tunapiga hatupigi? Wangapi wanasema leo tunapiga? Wangapi wanasema leo tunapiga? Na bahati mbaya mchawi hana huruma, hata wewe mtoto wako anakuroga, hata wewe bibi yako anakuroga. Kwa hiyo bora umpige tu, na bahati nzuri leo neema ulionao unampiga na wala humjui. Kwa hiyo tandika. Ikimpata kichwani piga. Lakini nataka nikwambie kuanzia kesho. Sio kuanzia kesho, leo. Si tuko 2026. Ndio. Mnaouza mtauza kwa namna ambayo hamjawahi kuuza tangu mzaliwa. Ni wenye akili tu ndio wataelewa ninachosema. Nasema ukitoka kwenye hii ibada, kama unafanya biashara, utauza mpaka wajiulize umeweka nini. Wale tulio huduma na vipawa, utaanza kuona unachipuka. Utaanza kuona unainuka. Utaanza kuona vitu vinaanza kutembea. Utajiuliza imetokeaje? Yale uliokuwa umefunga siku nyingi hayakutokea. Leo baada ya kupiga vitu vitaanza kutembea. Come on. Hallelujah. Na unajua mwaka huu wengi tutashangaa. Utajiuliza imetokeaje? Inawezekanaje neno jema kutokea Nazareti? Yaani kuna vitu vitatendeka kwenye hivi. Ni mimi au ninaota? Mungu atafanya zaidi ya matarajio. Waliokuwa wanakuchelewesha leo wanaachia mipaka yako. Karibu hakusema nitakwenda niwaombe watoke. Anasema nitawafukuza. Nguvu tunayo. Nia tunayo. Mamlaka tumepewa. Sasa kwa nini ubaki hapo ulipo? Nisikilize nikwambie, tumepewa mamlaka. Tukifunga usiku wa leo, mbingu zitagonga muhuri, zitafunga pamoja na sisi. Na tukifungua mema, mbingu zitagonga muhuri, zitafungua pamoja na sisi. Kwa mimi nitakushangaa kama utatoka na matatizo yako. Hello. Hello. Unaweza kusimama kwa miguu yako pale ulipo. Tunakwenda kazini sasa. Haleluya. Tunakwenda kuingia kwenye maombi. Tunakwenda kuingia kwenye maombi. Wewe unayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, pale ulipofuatisha maombi haya pamoja na sisi, hapo hapo ulipoanza kuomba pamoja na sisi, unaweza ukajitafutia nafasi kidogo. Tunakwenda kuomba maombi ya vita, kwa hiyo utatembea tembea, jipe nafasi kidogo. Haleluya. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana
yanawezekana alipo Bwana. Chukue maiki tuingie kwenye maombi. Nataka kuona kila mmoja unaomba pale ulipo. Nitakuongoza maombi kwa muda fulani, baadaye nitakuacha uombe na baadaye nitakutamkia. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza ya mwaka wa 2026. Bwana Yesu asante. Kwa neema yako nimefika leo. Sijafika leo kwa bahati mbaya. Sijafika leo kwa bahati mbaya. Nimefika leo kwa kusudi. Nimefika leo kwa kusudi. Bwana Yesu, naomba unirehemu. Bwana Yesu, naomba unirehemu. Pale nilipofanya ujinga, pale nilipofanya uzembe, iwe kwa mawazo yangu, iwe kwa maneno yangu, iwe kwa matendo yangu. Pale nilipofanya ujinga, nikampa adui nafasi ya kuniondoa kwenye nafasi yangu. Usiku wa leo ninatubu. Usiku wa leo ninatubu. Bwana ninaomba unirehemu. Bwana ninaomba unirehemu. Bwana ninaomba unirehemu. Leo niko tayari kubadilika. Leo niko tayari kubadilika. Leo niko tayari kubadilika. Leo niko tayari kuchukua hatua katika jina la Yesu Kristo. Sahihi nafasi laza katika jina la Yesu. Ninafasi laza nuru. Ninafasi laza nuru. Kinyume na maadui chukua nafasi yako kwenye eneo la uchumi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mtu aliyeshika nafasi yako kwenye eneo la uchumi kwa jina la Yesu ninapindua meza yake. Ninapindua kiti chake. Yeye aliyekaa kwenye nafasi yako leo ninamng'oa kwenye nafasi katika jina la Yesu. Ninasema na wewe aliyeshika nafasi yako kwenye eneo la uchumi. Ninasema na wewe aliyeshika nafasi yako kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la kazi, kwa jina la Yesu. Toka kwenye nafasi yako. Toka kwenye nafasi yako. Toka kwenye nafasi yako. Toka kwenye nafasi yako. Katika jina la Yesu. Shakatala bareko. Akatala la barakosa. Akatela la baya. Shalebe hata ya la baya. Akatala la barosa. Mandele barosi ya baya. Kamadela barosi ya baya. Kuza walioka kwenye nafasi yako. Ondoa walioka kwenye nafasi yako.
yangu zitastawi, uchumi wangu utainuka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imekuwa katika jina la Yesu. Ninafasi nazo kwenye eneo la afya, kwenye eneo la afya, kwenye eneo la afya. Kila uliyekalia sehemu, ninakupiga kwa jina la Yesu, ninakupiga kwa jina la Yesu. Mapepo ya udhaifu yanayoleta magonjwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kansa, magonjwa ya TB, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya mishipa, magonjwa ya damu na nyama, kila pepo uliye nyuma ya hayo magonjwa, leo ninakupiga kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Endelea kuomba. Saa hii mapepo yataanza kuachia. Kila pepo lililojificha nyuma ya magonjwa yanayokutesa, leo hilo pepo linaachia. Kapela na bahaya, popote ambapo pepo umejificha, mapepo ya udhaifu, toka kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa damu ya Yesu, kwa moto, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia afya zao, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Milima ya vimbe ianze kuyeyuka katika jina la Yesu. Yakapapo, sheketele babo, akatalababo, rapapaya mana, lekekebaya. Endelea kuomba. Kama ulikuja mgonjwa, saa hii ugonjwa unaachia. Baada ya maombi haya, utasikia ukiwa mzima katika jina la Yesu. Magonjwa ya kansa, toka kwa jina la Yesu. Magonjwa ya mifupa, toka kwa jina la Yesu. Vimbe ziyeyuke saa hii. Rakapala na bahaya, makatalababa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ninatangaza afya, natangaza afya na kupona. Mimi si mgonjwa tena, mimi si mgonjwa tena, mimi si mgonjwa tena. Saa hii vimbe zinayeyuka, saa hii kansa inaondoka, saa hii magonjwa ya mifupa yanaachia. Saa hii ninapozungumza kila pepo la udhaifu inaondoka. Akapela na bahaya, rakapapala na bahaya, shakatala na bahaya, paraba shakatala na bahaya. Pepo la udhaifu popote ulipojificha, ninakuapisha kwa moto na kwa damu ya Yesu. Chomoka uende, chomoka uende, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yakapaya, lemokaya, shakatoya na bahaya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima. Usiku wa leo sitatoka na magonjwa. Usiku wa leo magonjwa si fungu langu. Nisikilize nikwambie, inatendeka namna hiyo kwa namna rahisi kabisa. Wengine mliambiwa na madaktari mna matatizo makubwa. Nataka nikwambie saa hii unapona. Nataka nikuhakikishie unapona. Nasema tena unapona. Saa hii ninapozungumza unapona. Nasema saa hii unapona. Kama kuna pepo la udhaifu limejificha, saa hii linaachia. Esa paya maka, maka pela na bahaya, pia maka toba bayando, shelele bahaya maka, maka pela na bahaya. Saa hii ninaamuru milima ya vimbe ianze kuyeyuka. Kila mahali palipo na uvimbe, kama upo katikati yetu na uvimbe,
jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Shelele bahaya mami. Shelele bakatoria maya. Mapelo somata ya kapi. Eko siya na mia haya. Wengine wanaumwa magonjwa ambayo yamepoteza matumaini yao. Ninaamuru HIV popote ulipo usiku wa leo toka. Kuna mtu Mungu anakuponya HIV usiku wa leo. Upo mtu katikati yetu na HIV na kuna mtu anatufuatilia na HIV. Leo virusi vya HIV vinayeyuka kwa moto. Kwa damu ya Yesu. Kwa moto. Kwa moto. Tunateketeza virusi vya ukimwi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Milima ya sukari anza kuyeyuka katika jina la Yesu. Mlima wa utasa, mlima wa utasa, mlima wa utasa, ninakung'oa kwa jina la Yesu. Ninakung'oa kwa jina la Yesu. Ya makosi ya bahari, ekapala na bahari. Endelea kung'oa milima ya magonjwa. Endelea kung'oa. Nani wewe mlima mrefu? Nani wewe mlima mrefu unayemtesa mwanamke huyu? Nani wewe mlima mrefu? Nani wewe mlima mrefu unayemtesa mwanamke huyu? Kwa moto makapana na bahari, kwa moto makaposa paya bandu, kwa moto. Nasema na wewe popote ulipojificha, toka kwa jina la Yesu. Nasema na wewe popote ulipojificha, mwachie, 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 mwachie kwa jina la Yesu. Mwachie kwa jina la Yesu. Mwachie katika jina la Yesu. Sukari kae sawa sawa. Sukari kae sawa sawa. Kila pepo lililojificha nyuma ya huo sasa ninakutenga na hiyo roho. Ninakutenga na roho ya mauti. Ninakutenga na roho ya mauti. Wewe pepo mauti mwachie kwa moto. Mwachie. Pepo mauti achia. Pepo mauti mwachie. 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 Wewe roho ya mauti nakuapisha kwa moto. Nakuapisha kwa moto. Nakuapisha kwa moto. Leo huwezi kujificha, mwachie wewe. Mwachie wewe. Roho ya mauti uliyetumwa kumuua mwanamke huyu, ninakuapisha kwa moto. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Roho ya mauti toka. Kila vazi la mauti ulilovalishwa kwenye ulimwengu wa roho, hilo vazi linakufua. Ninakufua hilo vazi. Ninakufua hilo vazi. Ninachoma kwa moto hilo vazi. Hiyo sana nachoma kwa moto. Hiyo sana nachoma kwa moto. Nachoma kwa moto. Hiyo sana nachoma kwa moto. Nachoma kwa moto. Nateketeza kwa moto. Hiyo sana iteketee kwa moto. Nachoma kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Mashimo uliochimbiwa kwenye ulimwengu wa roho, hilo shimo ninalifukia. Nafukia mashimo. Nafukia mashimo kwa moto. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mashimo uliochimbiwa hautakufa kabla ya majira yaliyoamriwa. Hautakufa kabla ya majira yaliyoamriwa. Tunailisha hiyo roho ya mauti. Ninailisha hiyo roho ya mauti. Makapala na bahaya. Rapapaya makatoria na maya. Makapala na mosha maya. Tunailisha hiyo roho ya mauti. Hiyo mauti ninailisha. Mwanamke hautakufa. 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 Ninailisha hiyo mauti katika jina la Yesu. Mashimo yaliyochimbwa kwa jina la Yesu, hayo mashimo tunayafukia. Kila mashimo yaliyoandaliwa kwa ajili ya kukuzika tunafukia kwa moto.
kwenye mifupa, uzima kwenye nafsi, uzima kwenye roho. Mahatoria na rapapaya katoria na shakapana na babaosa rama katoria na shaka ya mamano. Ninakutangazia uzima katika jina la Yesu. Ninakutangazia uzima katika jina la Yesu. Ninakutangazia uzima. Imekuwa kwa jina la Yesu. Usiku wa leo, pokea mtoto, pokea mtoto wako, pokea mtoto wako, pokea mtoto wako. Nasema pokea mtoto kutokea madhabahu ya mbinguni. Pokea kutokea madhabahu ya mbinguni. Pokea, pokea kwa damu ya Yesu. 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 Pokea roho ya utasa ninaing'oa kwa jina la Yesu. 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 Pokea mtoto, pokea mtoto, pokea mtoto, pokea mtoto, pokea mtoto, pokea, pokea. Imekuwa. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya mwanamke. Nani majina kama haya atakuwa na mtoto wake? Angalia vizuri ili atakaporudi kwenye mkesha mwakani uamini ya kwamba Bwana alinituma. Kwa hiyo angalia vizuri. Nasema hivi kwa mamlaka niliyopewa na mimi, ninamtangazia mwanamke huyu uzao katika jina la Yesu. Natangaza mbingu isikie na ardhi isikie na bahari isikie na tulioko hapa tusikie. Kesho wa mwaka ujao watakuja hapa na mtoto wako. Pokea roho ya uzao. Yule Mungu aliyenipa watoto, hiyo roho ya uzao ninakuambukiza. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana makofi mazuri. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninachukua nafasi yangu kwenye huduma. Kwenye huduma imeandikwa, yeye aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Usiku wa leo ninatangaza, I declare, ninatangaza mimi ni hodari. Nitafanya huduma kwa nguvu. Vipawa vilivyo ndani yangu vitachipuka na kustawi katika jina la Yesu. Roho ya kuzaa maposa ninaikataa kwa jina la Yesu. Sitazaa maposa kwenye huduma niliyoitiwa. Sitazaa maposa kwenye vipawa na karama kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya ulemavu kwenye ulimwengu wa roho ninaikataa. Roho ya uwete ninaikataa. Ninapokea nguvu. Nitakwenda juu. Nitapaa juu kama tai. Mwaka 2026 nitatembea miendo ya tai. Nitatembea miendo ya tai. Nitatembea miendo ya tai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nitatembea juu. Nitapaa juu kama tai. Huduma yangu itapaa kwa jina la Yesu. Vipawa vitapaa. Yekeposa Bwana. Yekeposa Bwana. Yekeposa Bwana. Yakatoya manda. Yakatoya naye. Nasema na wewe uliye na huduma, alafu kila siku ni afadhali ya jana. Wengine upo katikati yetu, naona moyo wako unajiuliza, hivi wengine wanafanyaje? Mpaka umetamani kwenda kwa waganga. Usiku wa leo pokea neema ya kupaka matai. Mahando baba koya mama. Papa ya mama. Wachungaji tuliopo hapa usiku wa leo, huduma zetu zitaanza kupaka matai. Hatuta
tutatembea tena kwa kutambaa, tutapaa kama tai. Hili ni neno kwa ajili ya wachungaji. Nasema tutapaa, nasema tena tutapaa. Asema Bwana wa majeshi, tutapaa. Ninawakolia kanisa litakuwa, kanisa litaongezeka, yakaposa haya, ufunuo utaongezeka, utahubiri kwa viwango vya kawaida, neema ya uponyaji itaongezeka. Katika jina sasa, mkiwa umetulia pale ulipo, nataka kwenda kuachilia matamko haya machache. Inua mikono yako juu, utakuwa unaitikia tu amina. Wewe kazi yako utaitika amina. Wachungaji tulioko hapa, tukitoka hapa tutashuhudia mtembeo sio wa kawaida. Mungu ananiambia mtembeo wetu unakwenda kubadilika. Sisi wachungaji wote tulioko hapa, iko neema ya kubadilishiwa mtembeo. Lama kose pale heka pala la bahaya yamasi yamanda razopela na haya ekori ya mia hata shaka pala la bahaya. Mwaka 2026 hautashindwa, utashinda. Hautashindwa, utashinda. Mwaka 2026 utauza, vitauzika. Mwaka 2026 amani ya ndoa yako itarejeshwa. Mwaka 2026 utakuwa juu, hautakuwa chini. Utakuwa na Jumatatu zilizobarikiwa. Utakuwa na Jumanne zenye kuzaa matunda. Utakuwa na Jumatano zenye ushuhuda. Utakuwa na Alhamisi zenye umande wa mbinguni. Utakuwa na Ijumaa zilizojaa maono ya mbinguni. Utakuwa na Jumamosi iliyojaa baraka na neema. Utakuwa na Jumapili iliyojaa utukufu wa Mungu. Mbingu yako ibarikiwe kwa jina la Yesu. Mbingu yako haitakuwa shaba kwa jina la Yesu. Mbingu yako itanyesha mvua ya neema kwenye ulimwengu, na hivyo utastawi kama mtende wa Lebanoni. Wakati wa ukame hautaogopa, maana mbingu zako zitakuwa zinaachilia umande. Ardhi yako haitakuwa chuma, itachipusha mimea. Kwa hivyo mwaka wa 2026